Asusu, 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 usilie, Asusu, 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 Asusu. Yo. DK Kwenye beats. Mambo. Nzuri sana, nashukuru. Karibu sana. Asante sana. Na tumeshukuru kukujua. Na asante kwa kukuja kuamka mapema ili uje uzungumze na watu wa Kameme. Tunazungumzaga Kikuyu hapa lakini kwa sababu yako. Lakini unajua kidogo tu? Nasikia lakini kujibu. Hata salamu. Ndio maybe mtani confuse. Uhoro wako. Ni mwega mno. Kabisa. I think itakuwa national language. Ndio. Kabisa. Nashukuru kwa sababu yako kuja lakini kwanza kabla hatujaanza naweza taka uzungumze na mtazamaji umueleze jina yako kamili, ulizaliwa wapi, unatoka wapi kisha tuanze. Kwa kamera nambari 5. Okay, kwa majina naitwa David Kilonzo Mutesia. Unajua kama DK kwenye beat. Nilizaliwa area inaitwa Machakos lakini nikalelewa mtaa inaitwa Kayole. Asante sana, tunashukuru. Tunaongea kuhusu ni inspiration. Tunakuwa tukipatia watu motisha ya kuishi. Kuna watu vijana ambao wamejichukia, wanaona kwamba maisha yao yataisha, wengine wanajinyonga, wengine wanaingiza kwa ujambazi. Lakini kuna watu hawajui kuna watu kama wewe walitoka mbali sana. Way true. Lakini wacha nikwambie juu ya Asusu. Asusu ni wimbo mzuri sana. Ulitoa watu saa zile kulikuwa na mkasa pale. Ulipea watu moyo sana. Na ni nini ilikufanya utoe huo wimbo? For Asusu it's based on a true story. Asusu ni mtu alikuwa anapitia the same situation but yes situation yake ilikuwa ya Nakma downtown. Leo. But ile time nilikuwa nakam kurelease your song ilikuwa kama prophecy because nilitoa song alafu immediately after I think a month ndio kutokea story ya Westgate. Okay. So sikuelewa mbona nilikuwa na hiyo idea before so the connection was really deep. Mimi nilidhani kwamba ni sababu ya mkasa ndio maana ukatoa. Hapana, kwa sababu nakumbuka immediately nilirelease song ndio in a few wakaniambia nifanye kama refix ya connecting from Nakma downtown to Nakma at Westgate. Ni wimbo labda Mungu alitarajia labda ilikuwa prophecy but labda tulichukua na njia kama nyimbo nyingine but you know God uses people in different ways. Tunashukuru umekuwa kwa gospel kwa wakati lakini tunaweza taka kujua ulizaliwa wapi, mtoto wangapi na labda mambo ambayo ulilelewa unaweza kumbuka nini? Mimi first born in a family of 2. Wow. Mimi na brother yangu mdogo huyu sasa yako around class 8, ako class 7. Tuko tu wawili home. Na nilizaliwa Machakos but nimelelewa mtaani wa Kayole. 1960. Kayole. Ololo ni different. So Kayole mtaa wangu 1960. I think sisi tumelelewa zile familia za siku ile kuna don ndio tunapika chapo. Siku ile kuna don. So ukisikia kitu kama hiyo yani ilikuwa tu kila time niwekelea maji ya ugali. Unaelewa? So hakuna siku ati tutapika nini? Hakuna hiyo option. Niwekelea maji ya ugali. Masai ndio ile. So tumelelewa ile mtaa ya lazima ujipange kwa sababu hakuna ati kama kuna kitu nataka kubai unaambia mzazi. Hatukuwa na hiyo time. Si hiyo time, hatukuwa na hiyo opportunity. So tumelelewa design ya unajua hustle ulikuwa think class 7. Because mimi nakumbuka nilikuwa naenda kuimanga mashuleni kuuza CD hiyo time kwa sababu tulikuwa na record bedroom studios. Ile unaona ile mic sahi producer amevaa hapa. Hiyo ilikuwa headphone yetu na mic. So na sasa muziki kwani ulianza kuwa mtoto mdogo kiasi gani? Muziki unajua nilianza kitu nilianza kitu kama 204. Sasa hiyo ulikuwa darasa la ngapi? 204 nilikuwa class I think 6. So imekuwa struggle sana because nilikam kuhit 2012. Ulianza mapema jo lakini madhako babako anaitwa nani? Anaitwa mama nani? Madhangu anaitwa Eunice Mongeli, babangu anaitwa Daniel Mutesia. Wako bado huko wako fiti lakini budangu anaenda kubai mkate hajaika. Aliambia hata ni bai mkate anarudi but hajairudi. Hiyo ni true story. Ni true story sasa. Ilikuwaje? Alienda kubai mkate hajaika back so nakonga na stand madhangu na bro yangu mlezi. Amjui kwenye yuko lakini najua mali yuko but alienda hiyo design yani waliachana na hiyo design walidivorce na hiyo design ya mkate. Hiyo ndio mambo yao. Lakini Mungu ndio ulea watoto sio? Mungu amesaidia. Ulisomea shule gani? Nilisomea shule inaitwa Komarok Primary. Alafu high school ndo nilisomea shule mingi. Si kupenda. Ni
gani inaweza kuwa cheaper kuliko nyingine. Form 1 unasoma hii inakuwa iko expensive, unaenda nyingine cheaper. Na tulikuwa somema blocks za maploti. Shule yetu ilikuwa chini, wasao wanaishi kawaida. First floor ni shule, third ni hospitali. Sijui kama leo hizo mtaa. So hata sasa I think shule yetu ilifungangu, unajua. Nikaambiwa sasa nipelekane mali nilisomea. Hakuna hiyo shule. Na sasa wacha nikuulize, labda changamoto, mamako alikuwa anafanya kazi gani? Mamangu hiyo time alikuwa anashonanga hizi mashanga. Hizo ndio zilikuwa za walisha. Hizo ndio tulikuwa tunastay nyumba fulani, ilikuwa ilikuwa one room, ilikuwa tao. But tulikuwa ni kama miezi 7. So God alikuwa anatusaidia sana kwa sababu tulikuwa tunafukuzwa hiyo time. So tulikaa tu. Kuna kaa, so unajua hizo ushanga necklace moja ni kaso. Bado hiyo so ndio mnafahamu kule. So by the time madhana save thao mmejinyima sana. Kweli. Na hizo bado ndio mlikuwa sasa hizo mnasoma, mtoto alikuwa mdogo. Lakini sasa sasa hiyo time unajua kitu popi ilisaidia serikali. Tulikuwa tunaishi, unajua tulikuwa tunalipa chuo. Nikiwa primo. So ilikuwa inasaidia sana. So ni wewe unaenda chuo usome rudi home. So vile ningia high school ndio ilianza kuwa tatizo sana. Labda ukiwa primo kabla uingie high school, ni nini fikra zako zilikuwa? Na tuone pale Kayole kuna maisha ambayo mtoto analelewa, unaona majambazi, unaona watu. Sasa siki tulitusaidia sana ni madhangu ni mtu church. So sisi tulikuwa tumelelewa na njia ya msalaba. So hizo vitu mingi za kuindulge na drugs, violence, crime haikuwa option. Hiyo adungeweza kwa sababu ulipatana nazo. Zilikuwa but background yangu iko inaniruhusu. Because nilikuwa nimeonyesha only one way, which is the way of salvation. So sikuwa na hiyo options za. Ndio life ilikuwa hard, but the only thing madhangu alikuwa niambia, through Christ everything is possible. Kweli. So ilikuwa inani encourage sana. So June niko naona madhani niambia usijali. Nikienda church pia naona wasao kuna testimonies. So nasema tu time yangu itafika. So nilikuwa na hold on to that. So mimi mambo ya crime niliachana nayo kabisa kwa sababu. Kwa hivyo saizi ni wazazi, jukumu kubwa ni la mzazi, jinsi ya mtoto kulea mtoto. Kwa sababu unajua kama umegurisha mtoi kama hujamwambia the right ways, hapo ndio noma inaingia kwa sababu si background yetu yote ilikuwa kwa Yesu salvation. Kweli. Labda ukitoka class 8 kwenda form 1. Saizi akili yako ilikuwa imekomaa kiasi. Vision yako ilikuwa nini? I think si tulikoma tukiwa watoto kwa sababu ya shida, hata si kutaka. Kwa sababu at 6 au go class 6 yani ulikuwa umeona life in a very different side. Kulala njaa ilikuwa iko kitu kubwa. So by the time naingia form 1 kuna vitu tungedo kwa sababu unaona sasa mimi ndo nafanya make it in life, nisaidiane hapa. When ndio first. So naona options zangu za kufanya ufala aziko. So hiyo tulikoma tukiwa watoi sana ilitusaidia. Ndoto zako zikawa zipi? Nilikuwa nataka kuwa msanii, but shida big ilikuwa finance kwa sababu hiyo time kurecord kumeet producer ilikuwa hard. Wacha kumwambia ati mimi niko na talent. Ilikuwa hard kumeet producer. So the best thing tulikuwa tunapata tracks za kama national international tracks za secular. So unaimbia tu juu. Unafuata tu. Hata hujauliza zilipangiwa wapi, bora wewe bora tu una perform hivyo. So ilikuwa tu ni CD ni track. So unaweza pata umeenda show but mko waseka watano na the same track. So it depends what you sing in it. Alafu unajua sasa pia saa zingine church sound mingi kwa na perform ni church. Sound si poa, so hata kusikia unasema nini. Unaimba tu, wazao unainua mikono. Unajua struggle ilikuwa real sana baadaye. Labda sasa ulikuwa una look up to who? Musicians wa saa hizo mwenye ulikuwa unaona unasema. Hiyo time wase ilikuwa tunaangalia ni watu kina DNG hiyo time kwa gospel. Akina Rafton, Henry Mtuku, Porcupine. Hao ndio walikuwa meet hiyo time. Na akina RG. So tulikuwa tunaenda ngadi show, tungetembea from Kayole mpaka place inaitwa Kenya Polytechnic. Kuingia hiyo show ilikuwa do. So unakam so early before sound yako unajificha ndani ya hall. Ndio show ikianza utokeleze. Watu wakembodoka si umejificha. So show ikianza uko ndani. At least uone vile wanaidu. Kwa sababu hakuna hata opportunity ya kuwasalimia. Alafu pia lazima utoke show mapema kwa sababu bado you're walking back home. So ilikuwa struggle mingi sana hiyo time. Na bado ulikuwa unataka meet hao watu. Ilikuwa purpose yetu yani ilikuwa tu
umsia mjuane. So hata tulikuwa tuna save namba zao, lakini sasa unajua namba zao tulikuwa tunapiga na jamii, simu ya jamii. Au uko na 5 bob tu. Wewe hata utaki hata kumwambia muziki, unataka tu usikie sauti yake akisema ni aje. Mzee ni Porcupine huyo. Unakaga. Oh my god. Ilikuwa furaha yetu hiyo sasa, but labda Mathako alikuwa anachukulia ndoto aje? Labda tunaweza pata kuna picha zingine pale zinaelekea kwenye runinga, labda hapo ni wapi? Hiyo ni groove 20 sijui 2013. Ni picha zako zije tunaendelea labda kuziona. Na labda tukiendelea unaweza tuambia Mathako, mamako alikuwa anachukulia hiyo kitu aje? Madhangu alikuwa na support sana music. Because kitu moja alikuwa na believe. I think alikuwa na hiyo passion. Tulikuwa nayo kwa sababu hata saa zingine angetupia 40 bob. Because tulikuwa crew hiyo time kwa tembea mimi Hope Kids. Kwa tembea tulikuwa toi sana bado. Ulilelewa pia na Hope Kids pamoja. Sio wote mtaa moja. So tulikuwa tunatanga hizo shows. Passion alikuwa tu anaiona. So ika-build yani hata sisi tuko kitu kama hatujafikisha hata 18 but tunarudi home saa 7 usiku tukitoka hizo events. Hata wana noma kwa sababu wanaelewa. So hiyo kitu ilikamkupe from 2012. Labda tumalize chuo hii secondary school. Ulimalizia wapi? Nilimalizia shule inaitwa Shining Hill. Lakini sijui kama bado iko. Hizo shule zako kuna vile aziko. Sina kama ni plot. Ni ile wa ghetto zile. Ni zile za mtaa. Kitu tu poa ni exam ilikuwa ile. Ni ile. Ukamaliza. Ukafanya kwa poa. Kitu ya kwanza ulifanya after kutoka form 4 ni nini? Unajua hata mimi niendelea tu kufanya vile nilikuwa na do. Unajua bado nilikuwa nafanyanga ma shows nikiwa tu shule. Bado nani alikuwa anakuandikia music? Music ulikuwa unaandika tu hiyo time. Tumeanza kuandika, I think sasa tumeanza kuinvolve writers. Music yako ya kwanza uliandika ni gani? Hiyo hata sidhani wasio wanaijua. Hebu tuimbie kidogo. Nilikuwa Kikamba, Kiswahili. Hiyo acha nayo hiyo. Mali ilikuwa woi. Hiyo acha nayo. Ni kama 206. So hiyo time kwa tunaimba tu for the sake ya kuimba. Labda kabla tujaendelea, kuna vijana wa siku hizi wa leo siku hizi unaona wengine wameuliwa, wengine wasichana wameanza kutafuta sponsors. Shida iko wapi? Shida inaingia ni what are they standing for, because I think unajua kitu ya kwanza ndio mtu aingie hizo vitu zote ni vision. Unajua mtu akona vision. Nataka uongelesha vijana wako hapa kwa kamera 5. Kitu wasona lack sasa ni vision, because ukiwa na vision, mimi vision nilikuwa nayo. Niliput effort sana, ili take more than 10 years kutokea. So kuna watu wataka vision yao itoke in 2 years, which iwezi. Unaelewa? Hata mtu hii ana take time sana ndio akuwe mbigi. So I think for me ni vision and what you stand for. That's what matters a lot. Ni kenye unataka. What you stand for, and if you stand for this is what I want to achieve, you'll really put so much into it. Because watu wataka shortcut. Unajua pia unafaa God si fala. Kweli. Anajua hii ndio njia unafaa upite. So wanataka kumshort change. Haiwezi happen. Kweli. That's why unapata mtu akona sponsor but haimsaidii sana, is not beneficial. True. Labda hit yako ya kwanza ilikuwa wimbo gani? I think nilitokea na song inaitwa Naangalia Juu. Which was around 2012, which ilinipea new artist of the year groove. Alafu sasa ile ilienda sasa ilikuwa kama national song ni Furi, which was 2013. Hiyo nilifanya na Jimmy Gate. Ni siku gani sasa, ni wakati gani ile sasa uliona sasa umepata breakthrough ya kwenda? I think 2013 ilikuwa mwaka poa. Sana because hiyo ilikuwa a very national song. Ilikuwa kila mtu unasikia ananiambia Furi. So nikaanza kufeel unajua sikuwa nimezoea hiyo time maisha, so tulikuwa tu tunaimba tu. So hiyo ndio time ndio nawasana nisalimia. Wakisikia nimetajwa wanafurahi. Nikaanza kuona kuna difference by the way. Nasalimiwa sana. Nikitoa place kuna jaa. So nikaanza kuona kuna kitu different. Ndio sasa ukaanza. So hiyo ndio time nilianza kufeel hii kitu nilikuwa na do, kumbe ilikuwa iende poa. Bado ulikuwa kwa maombi. All through I think hiyo ndio tunaweza sustain msanii kama wanafanya gospel. Lakini gospel ya siku hizi, kuna gospel unaona mtu mpaka anafanya unafanya advertisement ya song yako na pia kuipush sio mbaya, lakini ni dance ujui ni gospel ama ni nini? I think gospel ya sent tofauti. Unajua kitu kwanza mzee anafaa what is gospel? That's what matters. Unaelewa? Sasa hii najua kumekuwa vitu mingi, kuna side shows inaitwa Kiki. Sasa imekuwa ndio itokee itatokea. Naambiwa kuna simu, labda tuchukue simu tu alafu ndio tuendelee. Hello?
Kwa nasema no ito. Untire no haria na githweri nigetha DK kwenye beat asikie. DK kwenye beat. Unasemaje ndugu yangu? Ni aje? Poa sana. Uko poa mzito. Nashukuru. Nakusikiliza kutoka hapa Maimahio. Okay. Na ninaitwa Baby Malaika. Baby Malaika? Yeah. Wow. Labda ujumbe wako kwa DK kwenye beat. Mimi ujumbe wangu ni ule ako juu tu sana. Kabisa. Na hapa mama tunasema Kameme ndani kabisa. Ndani. Asante sana. Okay, ngoja watu wote wa mama hiyo. Okay. Labda tuchukue simu nyingine. Hello. Wangesi. Kijana msafi. Huyu kutoka Kilinyaga. Niko sawa. Uko sawa? Saa hii leo ni Kiswahili tuko sawa. Kiswahili kitukuzwe. Wewe sawa. Sasa Wangesi kuna kitu sijawahi jua. Kwani watu wote wanakuwa kutoka utotoni yao wanakuanga na shida. Isipokuwa wewe Wangesi, unaonekananga kama umelelewa kwa bank. Mimi? Wewe unaonekananga kama umelelewa kwa bank au wengine unatuleteanga. Mtu anapeana story yake kutoka akiwa mtoto, anakuanga na shida. Ni kweli. Lakini huyo mtu ako sawa. Hiyo story yake hata kenye sijajua. Kwani alikuwa comedian kwa sababu ati anatosema babake alienda kununua mkate na hakurudi. Hiyo imeniingia sana. Asante, tunashukuru. Tuko pamoja. Thank you so much Wangesi. Nashukuru sana. Mimi sijalelewa kwa bank, hata mimi siku moja nitawapatia story. I think ulikuwa unashika kashia, ndio. Acha nichukue simu nyingine. Hello Kameme TV. Kameme TV, tunazungumzana nani kutoka wapi? Naongea na wewe kutoka Vika. Vika kuko sawa Vika tuko sawa. Zungumza na DK. Haya DK kwenye beat. Ni aje baba? Haria habari yako mzito? Hali iko nzuri. Uko poa Okay, sasa mimi nilikuwa nataka tu nikupatie pongezi. Asante. Ndio ile bidii yako kutoka mahali umetuanzia mkiwa na Jimmy Gate. Aha. Na sasa bado naona bado uko strong, bado unaendelea tu vizuri. Hapo vizuri, nashukuru. Sasa ile muziki ningetaka tuachie tu nayo. Ni ile tu free dance. Sawa. Asante. Asante sana. Labda sijui kama kuna simu nyingine ili tuendelee, wacha tuendelee. Okay. Anasema kwani ulikuwa comedian. I think hiyo nafani pass hiyo side watu niambia niko fiti, so nafani jaribu. Najua comedian kuna waya moja ya moto ifikishage kabisa. Inaona imekatika. Hiyo njia nataka kuileta ikaipoa. Tulikuwa tunazungumza juu ya sasa ndoto zako. Ndoto zako saa zile ulikuwa musician, saa zile ulihit, ulikuwa unataka kufika mpaka wapi? I think hata bado sijafika mahali nataka kwa sababu the best is yet to come. Kwa sababu kila kitu ni step. Kwa kila siku hii industry ina evolve to something else. Tukianza tulikuwa tunajuanga maybe ukisha make a big song that's it. But sasa imeingia lazima uingie East Africa, utoke East Africa, uingie Africa, so utoke Africa kwa international artist. Which is steps, si jokes. Ni kweli. Labda tunaweza tulikuwa tunazungumza juu ya music yenye iko siku hizi. Sijui ni music ya watu wanasifu Yesu, wanajisifu ama nini inaendelea? Apart from it being a gospel industry, pia ni biashara. Unaelewa? Kwa sababu tunaingiza do mingi sana kwa project nditoke. Kama sahi audio, tuseme sasa kama vile mimi niko under signature scope. For an audio, it's around 25,000 to 30,000 an audio. Hiyo hujatoa video. Unaelewa? So for someone that invest 30,000 alafu akuja do video kama 200, and already ameshaingiza 230. Kweli. So anatafuta njia yote hii song inaweza kuwa national song. So kitambo the only way ilikuwa prayer and fasting. Kweli. Sawa. Kweli. Generation ya sasa kama ikachange ikakuwa ukidu stand it becomes a big song fast. Kweli. Hello. So I think kitu tumelaka hapa ni the first love that we had for God. Hello. So what imechange saini from fear of God sasa tuko nayo ni tutasema ni nini? Ni swag gama. Hata si swag. I think kitambo tulikuwa na fear of God, sasa tunawaka na si hata si passion kwa sababu
Kitambo yani msee before to song ungesikia ali fast. Sijui 10 days, 7 days. Squeeze ni inaweza do nini? Niko sana na producer ama tufanyaje kwanza ndio ikitokea ikuwe ni scandal. So hata sasa imefika point ukiona kitu unasikia umse wako karibu kutoa song. Kuna kabla ukuje nilikuwa naangalia interview yako kwa TV fulani na zilikuwa totally two interviews. Nime feel ilikuwa a different person. Okay. Kuna siku ulikuwa umevaa grills, kuna siku ulikuwa na blings, lakini ukakuja ukachange. Nini ilifanyika? I think hata mimi nilikuwa nimebebwa na hiyo upepo ya promotion. So upepo ya promotion ni upepo gani wewe? hiyo upepo ya promotion ni showbiz. Showbiz. What can you do so that people can talk? Yes. So na jamii sijalelewa na hiyo background. So ilikuwa ni something ilikuwa imeanza ku grow into me that really affected me in a way because that is not me, unaelewa? True. So ni showbiz hiyo ilikuwa imeniingia hiyo upepo ya showbiz that ya lazima uwe na scandal, lazima uwe na nini. Hiyo ndio ilikuwa imenipepa. But I had to realize myself and change from that. True. And be what I was meant to be. Unaweza ambia wale wengine ambao bado wako kwa showbiz aje mpaka? I think hakuna mtu tunaweza waambia kwa sababu wanajua hii upepo imetubeba sana kwa sababu we also losing it kwa sababu unajua for you to be a gospel artist I think your home ni church. But sisi we are trying to fit in clubs which is not our home. True. Unaelewa? Sisi we were meant for the church. Na church ndio imetu raise, ndio iko na supporters wetu wengi, ndio sasa tu prayer, but sisi tunataka home yetu ikuwe club. Hello. So that's why when we are doing any song, we want to fit in the club. True. Hey, track itasoundaje ikichezwa pale club fulani. So hiyo ndio imekuwa tatizo bigi. So I think we should just get back to the first to the roots and realize our calling is not that. Because watu kama akina Chibaloza, okay, tuseme song kama Solomon Mkubwa. Yes. Mfalme wa Amani inachezwa club. True. Sawa. Na sidhani alidu if it club. Na hata hiyo video sioni kama ni expensive. So alidu tu iende, unajua? Yeye alimbia Mungu. Ni nini nafanyaga gospel? I think pesa pia inaharibu. Unajua? Labda hata ujumbe ni pesa ni hiyo sababu okay, nikikumbuka tu mtu kama Willy Paul. Aliimba wimbo analia, alikuwa amekonda hivi, lakini sasa hiyo ile ujumbe sio ninapata sasa hii napata jigi. Sasa hii tunaelekea wapi? Unajua kila msee calling yake ni different and it depends. Calling inakuja inageuka tu. Unajua calling ya msee na vision ya msee ni different. Inaweza kuwa you are just called to win souls and that's it. Hello. Let me give you an example. Mtu kama Eunice Njeri. Eunice Njeri songs zake zote ukisikiza hata leo. Ukisikiza songs zote na album zote, the only thing you get from there it's winning souls. True. And blessing the name of the Lord. True. Hiyo ni vision yake. Now that's why I struggle kupush song, but utapata tu imegrow ndani yako because it's such a blessing to you. Unaelewa? So hiyo vision yake ni kuwin souls and to sing for Christ. But if your showbiz is to have a big playlist and do this and this, kuna vitu lazima utaconsider kibiashara ufanye. Unategemea juu na prepare tu juu. Mungu amekutoa mbali tiki. Amesaidia sana. Yani ulikuwa unatoshana hivyo? Nilikuwa 1 GB nasikia. Ulikuwa 1 GB. Sana. Lakini kitu moja napenda ni kwamba haijashuka bado iko. Yani ilikuwa Mungu amesaidia sana ndani. kwa sababu I think hii song nikiimba diza yangu iko do. Mi do ilinifuata. So I think God pia alisikia maombi yangu. Because ukisikia hiyo song nasema tu naangalia tu juu. Nafikiria juu. So after hii song so immediately after hii song ndio nikapata furifuri. Labda saa hizo ukiwa bado ulikuwa mdogo sana. Hapo ni 2010. 2010 mlikuwa mnaimba na nani? Ulikuwa peke yako? Niko tu peke yangu. Sasa unaona hapo ni DJ Sadiq, Alemba, hiyo time. Sasa umefika. Tulikuwa tunazungumza juu ya gospel. Ukisikiza nyimbo, unaona kuna mahali line ya gospel imetoka ikaenda side nyingine yenye si ya gospel. Labda kama mtu anataka kuna shida gani mtu aseme ako gospel na bado hiyo wimbo music anaimba si gospel? Unajua kitu cha kwanza unafo realize ni salvation is personal, ni kama pesa. Ni yako. Wewe ndio unajua because kila mtu akienda kuongea na God anaongea na God solo. So I think God unafo realize ulikoliwa peke yako. But immediately God aliku raise to the nation. True.
usipoteze wala wase umepata, because I think tulikuwa tunafanya mob ni tulikuwa tunatoa wase kwa tunatoa sasa wale kwa church. Bwana unajua kama sasa unasikia hii muziki ya vijana wa sasa mimi si gospel. So hawa say kama how tunawa lose. Na hiyo ndio shida big sana. Yeah, because the biggest vision ya kuitwa kwa hii calling ni win souls. That's it. Ni winning souls. Lakini unaona kwamba nyimbo zingine zinapoteza, unapata labda limit ni gani ya kuwa okay, ukiwa kwa Yesu naimbia Yesu, kuna limit gani ya kwenda kwa swag na bado kwa Yesu? Unajua pia si ati umeokoka kama unaimbia God uka hivi. Lazima ukae fresh, ukae mse amejielewa. Because you also because you're serving a living God. Unajua? So lazima wejua, like when wejua do limits, usipite, because kama mimi vile nilipiga grills ilikuwa za wase wengi sana. Kweli. Na kama hiyo inaweza fanya mse lose salvation, wacha nitoe. Sasa immediately nilitoa. Because the best thing nataka kuwa blessing, nataka kuwa kioo cha jamii. Mse akiniona akilook up to me, mzazi wake asikatae. Because kama hiyo day wazazi wengi walinipigia wananigeria Facebook, naambia maze DK, watu wote look up to you, but hiyo line unaenda sasa. Yaani you inspire in any way. So kama hiyo side inaweza fanya nitoke, inakuwa poa. Kweli. Vision yako ni gani DK? I think my vision ni for now nataka kila nyumba Kenya kuna album ya DK. Wow. That's what I'm really working for. Unafanya nini ndio hiyo itimie ndoto? I think unajua hiyo lazima iko na groundwork mingi sana. Apart from releasing songs, I've also to be a blessing to the lives of Kenyans and the world. Kwa sababu the songs that I want to release, I don't want just to release songs to be club bangers and they're not changing lives, they're not impacting lives, they're not winning souls, because that's not my vision. My vision ni win souls, ni change lives za wase. Msaki ona DK pale nje anasema through ministry ya boy niko hapa mahali niko leo. I want to be different. I just want to be the same. Ati sitaki kuwa associated na ni wale vijana wa sai. I want to be different. Kweli naweza sema Asusu ni wimbo ili touch. In fact unasikia hivi, unasikia kulia, unasikia Yesu yuko. Labda hizo ndio ngoma yenye tunajua utarudia bado. Na nimeona umetoa ngoma nyingine bado. Unaitoa. Kuna ngoma inaitwa Kwa Yesu Sawa. Kwa Yesu Sawa. Naweza tupigia tu line kadhaa. Okay. Kwa Yesu Sawa ni it's just a song that's letting people know that it's all about God, kwa sababu vitu walidu kitambo bado anadu sai na anaweza do sai vile tu watu walitembea ile time ndio watu wanaweza tembea sai. True. So I think that's the best thing. Hiyo music ilitokana na nini? Hiyo song hata si mimi niliwrite, hiyo iliandikwa na Moji wa Kelele Takatifu. Yeah, ule mfupi na mandevu. Ule mfupi na mandevu. Hiyo rana isi connect tu tukamit studio na tukaidu. Hiyo sikuandika. Hiyo ni yeye aliandika. Ni yeye alikuandika. Yeye ndo aliandika, but we connected spiritually, because you can't just write for me a song and I sing it if you're not connected. Wacha tu. Kuna kama wewe enyewe. Sasa nimekuja producer wa TDB. I think nakupea namba. Nimeshukuru, ni wimbo mzuri sana kweli. Alafu una ujumbe wa Yesu, alafu I think hiyo tuseme ni gospel. Hiyo sasa ndio gospel. Achana na hizi zingine zigi. But Yesu mbele. Yesu mbele. Sababu ni kweli umezungumza ukweli. Nyinyi ni kioo. Yaani watoto cha jamii, kwa sababu everything we do inakam ku reflect later. So wale unapoteza leo, pia utapotezwa kesho. Because we also growing to be parents. True. So mali tunaelekea pia si hatutaki ile generation itaka mafuta sisi ipoteze kabisa. Ni kweli. Ni vibaya, kwa Biblia kumeandikwa kwamba ukipoteza mmoja ya hawa lazima ulipie. Lazima ulipie. Labda ujumbe wako, labda kwa mtu anataka kuanzisha muziki saizi, labda hajui mahali ataanza. I think ya kwanza naambia muziki si rahisi. Na unaweza kuwa na talent but inaweza kuwa na challenges kibao. Either lack of finance, either lack of connection, either unaweza kuwa tuna vitu mob. But kitu moja naweza sema, it depends with your vision and how you want to achieve it and how you'll execute it, because everything has a plan. Ukiplan out na uwe patient na uwe prayerful na ujue ni God amekuita kwa hiki kitu. One day it will pay. Na labda pia ule ujumbe wako kwamba wewe hukuanza kwenda kwa studio, ulikimbilia tracks. Labda siku hizi watu wa siku hizi wanataka waanze alafu wapige video kama yako ambayo ni ya unajua uwezi amka tu na uanzie hapo. Lazima uanze from somewhere. Mtu ajitolee kanisa. Kitu tunaweza sema ni accept yourself. And the position you are in life. It will really help.
Kuna director wetu anasema nasikia akizungumza ni wewe kwamba umekeep gospel. Ulianza gospel, umekeep. Kuna watu wengine wanakujaga wanatoroka kwa dunia na wanarudi, labda anaku-big up. Anaitwa Rose. I think for me nime understand kitu moja. Salvation ni personal. Na lazima nikipromise yangu nilembe God, ukiniraise nitakutumikia. So I have also to keep that. Kweli. Labda kuna saa zingine DK umeenda uko, wewe ni handsome, kuna wasichana wanakuja hapo wanakutaka. Wewe unawezanga aje kuwa put off na gospel na line? I think tumoja unafaa understand. Ndio watakuja wazuri ni wengi. Wazuri ni wengi. Nashukuru Mungu sana pale. But I think the best thing unafaa ni kuzunajua pia wanakuja na njia mingi. Kweli? Sasa unaona kwa Bible kuna Delilah. Kweli. Aliangusha huduma sana ule. So lazima pia tulinde huduma. Kweli. Kwa sababu the more nateremsha zip, the more nateremsha anointing. Kweli. So I think wacha tu hiyo zip ipande tu juu. Ipande tu juu. Acha ikae tu juu. Prayer partner uko naye? Mimi niko na mdem. Umeoa? Sijaoa bado. Niko na mdem like. Kwa hivyo vacancy bado? Vacancy ni kama yangu hakuna vacant. Umefunga? Form 34B yeye imejaa. Labda unatarajia kufunga ndoa lini? Nafunga ndoa hii mwaka. Hiyo story namaliza. Tutakuja tutasija kweli. Yaani I think mtaonea Instagram. Wacha hizo. Watakuwa hivyo. Nimeona hiyo ndio siri sasa. Asubuhi mnasikia DK is married. Ama mnaona picha yangu moja naandika hapo. We bless the Lord for this wonderful marriage. Unapotea nini? Kama unapotea wale I think si kupenda mzee afanye private wedding. But sometimes circumstances zina cause. Tupatie kama Daddy Owen sisi tujivinjali. Tukule mchele, tutachanga. Harusi sitaki kuchangiwa. Harusi nataka ni finance mwenyewe. Basi tuite basi. Tushughulike. Haina shida. Wale wako hapa leo Kameme mtapatana na hiyo barua. Tumeshukuru. Labda ujumbe wako kwa mtu mwenye ako nyumbani amekufa moyo wako hopeless, aoni kama atasonga. Kuna vijana pia wako, kuna gangster mahali anatuangalia, kuna msichana mahali ako hopeless. Labda wazungumzie kwa kamera namba. The only thing naweza kuacha nayo ni verse moja inasemanga, sorrows may last for a night but joy comes in the morning. And through Christ everything is possible, because the Bible says inasema hii kitabu inaitwaje, kwa sababu I think wase wengi wanakula struggles because they don't know who they are believing in, and the only thing I could like you to know is that Jesus is the way, the truth and the life. And the best is yet to come in your life. True. Yes. So the best thing wavumilie. Yani God is faithful. Anaweza chelewa but is faithful. Achane na hiyo gun huyo kijana. Msichana aache apende tu Mungu. Yesu ndio sponsor, sio? Labda tukimalizia DK. Unapatikana wapi? Vipi? Okay, niko social media. Zote ni DK kwenye beat. DK kwenye beat. Hakuna ati underscore nini zote ni DK kwenye beat. Ukiingia tu Instagram, Facebook, Twitter, kani nyingine, email, zote ni DK kwenye beat. DK kwenye beat. Una perform wapi na wapi labda? Unaweza ingia pale sasa utaona status zangu vile nazileta leta. Harusi wacha bana. Pub. Okay, depends. Okay, sasa hizo nitakuwa nikiupdate tu pale. Okay. So msana unatu pale anaona vile tutakuwa tukidu. Okay. Alafu pia kwa lazani wana come up. Kwa producer yetu TDB ni mzuri. Atawasaidia sana. But atawasaidia wakuje na do alafu wasaidie. TDB pia kwa Instagram, ako Facebook. Ni TDB tu. Kweli. Tumalize sasa. Ujumbe wako wa mwisho. Ujumbe wangu wa mwisho ni asante sana kwa wale wamekuwa kinisupport. Asante sana kwa Kameme mmeniita leo. Kweli. Kitu cha mjaniambia ni mjanionyesha kuongea na Kikuyu. Wewe mwega. Hiyo ndio. Ni mwega mno. Lakini nataka ile ya ndani ile. Sasa hebu ni interview hata dakika 2 na Kikuyu. Labda huyu mwenye unataka kufanya harusi ni Mkikuyu ama ni Mkamba? Anaitwa Wangeshi. Kabisa. Sasa hebu niongeleshe kidogo na Kikuyu, interview 1 minute uone kama anaiteremsha vizuri. Weta kwa wapi? Leta wa David Kilonzo. Weta wa Jetagwo. Jetagwo David Kilonzo. Wena modo. Nena modo. Eta kwa wapi? Shaniz Wageshi. Ndorenda modo. Adirienda modo ge.
So nipige parting shot na Kikuyu. Niwe kama unawani support. Mwathani awathime muno. Amarathime muno. Na nego kariki. Nego karoge. Ni jaba ya Kristo. Na unajua tunaenda elections by the way 17th. Ujumbe wa amani. Ujumbe kwa I think the best thing is awambia kwa hii election. You should be more of a brother's keeper than a brother's killer. True. Na uwepo utavotia ni decision yako. But let's maintain peace. True. Sawa. To maintain tu peace yani itakuwa fresh. Nimefurahi sana na wale wase walishindwa either governor, senator na wakakubali na tukaendelea. Hivyo tu ndio 17th tukiingia, piga vote yako. Wewe ulipigia either ameshinda ama hajashindwa, rudi kwako tulia. Tusivurugane sana. Juu pia economy inashuka mazee kwa sababu ya historia tunashinda tukipostpone hii stuff. So kind guys. Hata serikali pia waache, hata wale wako kwa hizo committee waache tufanye tusisumbue pia watoto wetu tunataka wafanye exams. True. Bye bye. Asante sana. Geithia wageshi. Ona niite tago wageshi. Wageshi, okay. Ugeithia wageshi. Na wageshi ukoro ukue umejitayarisha kukua hapa. Si hapa. Siwezi hapa tuliachana nayo kabisa. Hapa. Asante sana. Tutakuita siku nyingine. Nataka amge nipewe siku leo. Amge nipewe siku nyingine leo. Unataka kuja lini? Nataka kuja lini? Nashukuru.